Hali ya taharuki inatanda ndani ya nyumba ya Benny pale Janeti anapopandwa na ghadhabu na kumzaba Benny kibao cha nguvu huku akimwagia maji ya dharau. Lakini safari hii uvumilivu wa Benny unafikia kikomo. Anabadilika na kuwa kama mbogo aliyejeruhiwa, akimshushia Janeti kipigo ambacho hakijawahi kushuhudiwa, ishara tosha kuwa nguvu za giza zimeanza kulegea. Katika sekunde hizi za mwanzo, tunamwona Benny akizinduka kutoka kwenye lindi la kusahaulika, akishangaa kwa nini Janeti ana kadi yake ya benki na kwa nini mtoto wake, Baby Supu, ameachishwa shule ili kufanya kazi za ndani. Wakati huo huo, kule polini, chupa ya maajabu imefukuliwa na Janeti anajua fika kuwa mwisho wake umekaribia. Karibu sana mdau wa burudani kwenye chaneli yako pendwa ya Bongo Episode. Hapa tunakuchambulia simulizi kwa hisia na undani wa hali ya juu. Mimi ni msimulizi wako Isomanga na leo tunazungumzia Mama wa Kambo, sehemu ya 56. Dhoruba inaanza pale Janeti anapomfokea Benny kwa kumkwaluza mguu, akimshutumu kwa kutaka kumvunja mguu makusudi. Janeti anatoa maneno ya kashfa na kumtaka Benny amwangalie usoni, lakini Benny anapoonyesha ujasiri, Janeti anamzaba kibao. Hapo ndipo Benny halisi anapozinduka. Benny anamgeuzia kibao Janeti na kumkanda vilivyo, akimwambia, leo nitakukanda mpaka uelewe. Janeti anabaki ameduaa, akijiuliza Benny amepata wapi ujasiri huo wa kumpiga. Maoni. Hiki ni kitendo cha kuvunja mwiko. Janeti amekuwa akitawala kwa muda mrefu, lakini sasa giza linaanza kupisha nuru. Ushauri: unapomfanyia mtu dhulma ukitumia nguvu za giza, fahamu kuwa siku nuru itakapoingia, utajikuta peke yako kwenye uwanja wa vita. Benny anajikuta katika mkanganyiko wa hali ya juu. Anazungumza na Farida na kushangaa kwa nini vitu vya Janeti vipo chumbani kwake. Farida anamkumbusha kuwa yeye, yaani Benny, ndiye aliyewaita watu wote na kumtambulisha Janeti kama mke wake na mama wa nyumba. Benny anakataa katakata, akidai hakumbuki tukio kama hilo. Anashangaa zaidi kuambiwa kuwa Janeti ndiye anayeshikilia kadi yake ya benki na ndiye anayetoa pesa ya chakula anavyojisikia yeye. Benny anaamua mara moja, Janeti lazima aondoke. Swali: je, upotevu huu wa kumbukumbu wa Benny ni athari ya dawa za Janeti au ni mwanzo wa kuzinduka kwa akili yake? Tukio linahamia kwa mwalimu, yaani madam wa Baby Supu. Benny anakutana naye nje na kushangaa kuambiwa kuwa mtoto wake haiendi shule kwa sababu Benny na Janeti walikubaliana kuwa elimu si muhimu na mtoto anapaswa kufanya kazi za ndani. Mwalimu anafichua siri nyingine nzito. Benny alikataa kumlipia mtoto pesa ya mitihani na mwalimu amelipa kwa pesa yake mwenyewe. Benny anabaki ameduaa akiomba radhi mwalimu, huku akishindwa kuelewa ni lini alitoa amri hizo katili dhidi ya mwanaye. Maneno ya hisia. Moyo wa mzazi unapopumbazwa, hata damu yake mwenyewe inaweza kuonekana kama adui. Maskini Baby Supu anateseka kwa makosa asiyoyajua. Kwa upande wa Janeti na dada yake Sofia, hali ni tete. Mganga amewapigia simu akitoa taarifa ya kutishisha. Chupa limefukuliwa. Janeti anapagawa akijua masharti yamevunjwa. Anakumbuka alilihamasisha chupa hiyo polini baada ya kuona kuna watu wanachokonoa kabati lake, lakini anashangaa ni nani aliyeweza kulipata kule msituni. Sofia anamsihi Janeti waende kwa mganga haraka kabla mambo yasijawa mabaya zaidi. Maoni. Hapa tunaona jinsi ya mchawi mpe mwana awalewe. Janet sasa anavuna alichopanda. Nguvu za giza hazijawahi kumpa mtu mshindi wa kudumu. Simulizi inaishia kwa Baby Supu akimkutana na mjomba wake ambaye anamfokea kwa kurandaranda mtaani peke yake. Mjomba anaashiria kuna mipango ya kumvizia Benny ili kumpa taarifa muhimu wakati Janeti hayupo. Wakati huo huo,
Benny anaonekana akiwa na hamu ya kuzungumza na watu wake wa karibu ili apate picha kamili ya nini kimekuwa kikiendelea kwenye maisha yake. Mwisho, nani aliyefukua chupa kule polini? Je, ni mwanzo wa Benny kurudishiwa fahamu zake zote? Endelea kufuatilia Bongo Episode ikiwa ni msimulizi wako Isomanga ili ujue nini kitatokea kwa Janeti atakapofika kwa mganga. Usisahau like video hii ikiwa unasherekea Benny kumzaba Janeti. Subscribe sasa hivi ili usipitwe na sehemu ya 57. Comment: Benny ameanza kurudi mchezoni. Janeti, safari ni kwako. Asante na karibu katika sehemu inayofuata. Karibu mahali ambapo hadithi zinapumua, maumivu yanazungumza na ukweli hauogopi giza. Karibu Bongo Episode. Hapa si filamu ya kawaida, ni maisha yaliyochorwa kwa machozi. Kila simulizi ni jeraha, kila neno lina uzito wa historia. Tunasimulia yaliyojificha, yasiyothubutu kusemwa hadharani. Upendo, usaliti, matumaini na giza la roho ya binadamu. Bongo Episode, sauti ya ukweli, mahali pa hadithi nzito zisizo na woga. Bongo Episode, hisia halisi, kicheko, maumivu, machozi ya ndani. Ukifika hapa, ondoka vile ulivyokuja. Bongo Episode, ni sauti ya waliopotea, ni kilio cha waliopuuzwa. Tunatoa mwanga gizani, tunafungua milango ya siri nzito. Kila episode ni somo, kila simulizi ni onyo. Usisikilize kwa masikio tu, sikiliza kwa moyo. Kama unatafuta burudani tupu, pengine hapa si mahali pako. Lakini kama unataka ukweli, basi kaa, pumua, sikiliza. Bongo Episode, sauti ya ukweli, hadithi za maisha bila kupamba. Bongo Episode, hisia halisi, simulizi zinazoacha alama. Hisi channel tu, ni safari ya akili na moyo. Bongo Episode, usisahau kila hadithi ina upande wa giza, na hapa hatulifichi.